maajabu sana, ambayo hata kama unaweza ukavumilia, lakini hamna. Mdogo wangu Manyika. Ndanga. Unajua nini? Sijajua. Ni kweli inabidi turudi kwa mganga, maana ilinitokea mtoto ya ajabu. Nilikuwa nimelala. Naona rafiki yangu umejiridhisha sasa mwenyewe, kwa sababu mimi nilikushauri hukutaka kunisikia. Ila kweli Manyika, mganga ataweza katupokea kweli? Ninavyojua labda sidhani, ila pamoja na yote hayo mimi sitakuwa na marefu sana. Kwa kifupi, turudi tu kwa mganga. Hakuna njia nyingine tofauti na ya kurudi kwa mganga. Ni sawa. Kwao tunaenda saa ngapi? Sasa hivi au kesho? Tusubiri kesho. Kwa sasa hivi muda umeshaenda sana. Kesho tutaenda. Haina shida Manyika. Wala usijali, mimi nipo tu. Kesho tutaenda. Iwe asubuhi, iwe jioni, mchana, mimi nipo. Basi poa kaka, haina shida. Haya bana. Haya. Jana mimi nitaenda hapa na shemeji, bora wanitesa, akiondoka kaka, eti mbona wanitesa, mateso mengi shemeji, hayana taifa. Mizimu imekoma mwanguruka. Alamgama baba mna haja. La mizimu ya mwanguruka na ukeni. La mizimu ya mwanguruka na ukeni. Mizimu ya mwanguruka na ukeni la. Hodi mganga, tumekuja utusaidie. Komea ukoko. Mizimu ya mwanguruka imegoma. Inawapa masharti, mnakosea vijana. Mnakosea sana masharti. Mnakosea mno vijana. Vijana matatizo mmeyataka wenyewe, na sitaki kuwasaidia tena. Mganga, tunaomba utusaidie kwa mara nyingine tena. Yaani wewe kijana ndo siongee kabisa. Yaani uligeuka nyuma. Nilikwambia usigeuke ukaenda kugeuka nyuma. Matatizo umeyataka mwenyewe. Sasa mizimu ya mwanguruka inakusaidia mara ya mwisho. Ukikosea tena kijana, sitakuwa na msaada tena na wewe. Mganga, niko tayari kwa sharti lolote lile utakalonipa, na nitakuwa makini sana. Nisaidie mganga. Kijana. Nakupa sharti sasa la mwisho. Ukakosea tena kijana, sitakuwa na msaada tena na wewe. Sasa nakupa siku 90 za kuteseka. Mke wako atakutesa kisawasawa. Mke wako atakutesa kweli kweli. Kijana, unaenda kuteseka. Baada ya hiyo siku 90 kuisha, basi mke wako atatulia. Nakuomba mganga, unisaidie mganga. Hilo shahidi ni gumu mganga ulilonipa. Kijana, hakuna sharti jingine zaidi ya hilo. Tekeleza kijana. Tunaondoka. Ondokeni. Ondokeni, nasema ondokeni. Ondoka. Singini bendi. Basi sawa rafiki yangu. Sasa pamoja na hayo, nilikuwa naomba kidogo tukatembee nyumbani, kidogo kaangalia kwetu mazingira ya nyumbani hapo,
ninakoishi, nilikuwa naona bora vyema ukajua ninakoishi, au unaonaje? Basi sawa, haina shida, usijali, mimi tu. Basi hapa ndo nyumbani. Kalipo kiti chopo. Alikuwa ameshafunga kabisa. Nakwambia huyu mwanamke hatuliagi nyumbani. Akitoka mwanaume naye anatoka. Yese jamani. Ndoa zingine kweli watu wako wanakosea kweli. Hivyo nimeja kwa sababu nishemedia kwa mwanangu. Hapo inaonekana huyu dada jeuri tangu siku yenyewe tulivyoonana naye. Jinsi tu nilivyomuona kwa kweli huyu dada ni jeuri. Kweli nikwambie tu Happiness sawa. Yaani yule dada sema tu kwamba nimezoea naye tu kuishi naye. Acha Mungu nikwambie tu mateso ambayo anayonifanyia ni mateso mazito sana. Yaani sema tu kwamba 90% wengine hawezi akavumilia mateso anayonifanyia mwanadada huyo. Usijali, kwa sasa jisikie vizuri kwa sababu uko na mimi, wala usiwe na pressure yoyote. Basi sawa. Hata na mimi nashukuru sana kuwa na wewe, kwa sababu umekuwa fariji kubwa mno ndani ya moyo wangu. Muda mwingine nitakuwa natoka huku nimevurugwa, lakini nikifika kwako utakuwa ni fariji. Maana jivunia kupata rafiki mzuri, mwenye roho nzuri, mkarimu. Mungu kakupendelea na kuumba vizuri. Una kila aina sifa, moyo mzuri, sura nzuri. Niseme tu kwa nishukrani sana kwa Mungu. Asante sana kwa kunichagulia rafiki ambaye anauelewa kama wewe. Karibu kwenye mizimu ya Mwanguruka kwa mganga Kajono. Karibu na mnasaidia kitu gani na binti? Sawa mganga, tupo tumekaribia mganga. Mganga, nimekuja kwako. Naomba unisaidie. Subiri binti. Na wenu mizimu ya Mwanguruka inasema chochote nilichokuja nacho. Mizimu ya Mwanguruka, karibu weka hapo chini. Binti, nishajua shida zako. Hamuelewi na mume wako. Ukweli ni uongo? Tawile mganga. Kingine, hapo nyumbani kwako unaishi na kijana. Akili yako inasumbua sana. Unampenda sana yule kijana. Unataka uwe kwenye mahusiano. Umefika kwenye mizimu ya Mwanguruka. Hakuna linaloshindikana. Kwa mganga Kajono. Mizimu ya Mwanguruka. 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 Mizimu ya Mwanguruka.
hiyo dawa nakupa kwa ajili ya mume wako. Dawa yenu itaenda kutulia, na dawa nyingine ya yule kijana. Subiri. Mambo Luka. Hii dawa nakupa kwa ajili ya yule kijana. Utaenda kumwekea dawa yule kijana kwenye maji. Atakunywa maji, na kisha kunywa atakuwa ameshapenda na kupenda. Hiyo dawa ya mume wako kama mweke kwenye maji ya kuoga, ataoga, mambo yatakuwa sawa, matatizo yatakwisha. Hakuna linaloshindikana kwenye mizimu ya Mungu binti. Ondokeni mwende. Kafanye nini leo anawaambia? Kaweke dawa nzuri. Nenda. Usiwaze rafiki yangu. Usiwaze juu ya yeye. Najivunia sana tuna sana tu, yani kuwa rafiki kama wewe. Nafurahia sana tukipata rafiki kama wewe, sababu umekuwa chanzo cha kunifariji, najisikia amani kabisa. Samani shemeji, huyu hapa ni rafiki yangu, wa muda mrefu, anaitwa Happiness. Jina zuri kabisa yani. Happiness, huyu hapa huyu ambaye ulikuwa nakwambia shemeji yangu, ndio huyu hapa sasa, mke wa kaka yangu. Karibu. Kuna cha karibu nani wewe? Shemsi, kwambia kabisa huyu rafiki yangu, inatakiwa uwe mwelewa basi shemeji. Rafiki yako umeamua mlete hapa kwangu. Wewe mwenyewe sikupendi humu ndani. Alafu nje kumpenda yeye. Hivi na kiasi. Alafu tunakutosha eti. Haya basi, kama hivyo shemu, nitatoka hapa kwako. Kwani shingapi? Umenitosha kabisa. Unajia nini hapa? Ninakuuliza wewe. Umejia nini hapa kwangu? Sikia shemu, kwambie sawa. Huyu binti usimtuhumu bure. Yaani hana makosa, sawa? Mimi mwenyewe ndio nimemleta. Sasa unapomwambia kwa umekuja hapa, nipashie mimi au maswali. Unamwonea bure, sababu nimemwambia twende hapa ndo nakoishi hapa, ili aelewe kidogo, aelewe mazingira hapa nyumbani. Ndio nikamleta kama rafiki yangu. Tamara, wewe upendi kuwa na rafiki mimi? Dada, toka kwangu, sikutaki. Sikiliza basi, sawa? Toka! Happiness, hebu sikiliza, sawa? Shehu, mbona nifanyie hivyo lakini? Unafanyia hivyo? Mbona mimi unanifanya kama yani sikia basi, sawa? Haya poa. Haya poa. Wewe na ndani tu, wewe mwenyewe nimekuchoka. Nini hata ukienda tu, yani ndo nafurahi sasa. Yaani wewe unichoke usinichoke, lakini narudi, sikaka ananipenda. Hivyo wewe mwanamke, ndio maana sasa kila siku unambiza hapa nyumbani. Sijui una shida gani tu wewe? Narudi. Ngoja nimsindikize tu rafiki yangu, narudi. Una shida gani wewe? Yaani sikuhitaji kabisa. Kwa kuwa kuna kitu ambacho ananisaidia huko ndani. Yaani sikutaki tu, yaani kuona tu kitu. Happiness, niseme tu samahani, nisamehe kwa hayo yatokea hapo nyumbani. Tegemea. Usijali rafiki yangu, shemeji yako nishamwona siku nyingi. Wewe ishi naye kwa kumwangalia sana wewe shemeji yako. Na hisi ukimfuatilia mtapigana wewe shemeji yako, kwa sababu ana mdomo sana. Hebu achana naye, wewe fuata mambo yako. Hata hivyo nikwambia, si rafiki yangu, nina moyo. Kama nilivyokuambia awali pale, mimi nina moyo. Ningelikuwa na moyo mdogo, mbona zamani sana. Sema hivi rafiki yangu, mimi nachunga tu ile heshima ya kakaangu. Alafu ukiangalia tena, ukizingatia kwa umbali, amenitoa mazingira magumu kweli kweli. Sikutegemea kama nitasimama kama hivi kweli. Kwa sababu yani
sitaki hata nikumbukia alikonitoa huyu kaka. Kwa hiyo niseme tu kwamba tuyaache tu na mwenyewe atapita, Mungu yupo. Basi poa, ngoja mimi niende, baadaye tutaonana. Basi sawa, haina shida. Poa, shukrani sana kwa kunitembelea. Haya, asante pia. Asante pia kwako. Haya. Samahani sister. Wewe ndio uliletwa pale nyumbani kwangu na shemeji yangu? Ndio, ni mimi. Naomba nikuulize swali. Usijali, niulize. Hivi shemeji yangu ni nani yako wewe? Ni rafiki yangu. Unaweza kuniambia urafiki wako na yeye umeanzia wapi mpaka anafikia hatua ya kuleta nyumbani kwangu? Dada, maswali mengi ya nini? Kila siku anakuambia mimi ni rafiki yake. Nenda kamuulize yeye, usiniulize mimi hapa. Kwa hiyo wewe binti unanipandishia mimi sauti? Kwani unataka nini? Hata siku yenyewe nilikuangalia tu kwa vile ulikuwa kwako. Isingekuwa kwako, sijui tu tungefanyaje. Hivi wewe unajikuta nani mpaka unanisimamisha kuniuliza maswali ya kijinga kiasi hicho? Najikuta nani? Hata nikuonyeshe. Si ndivyo umenipiga? Yes. Poa, ipo siku nitakuonyesha. Kwa habari yako sister, ambao natembea naye ni mume wa mtu ya Zaidi. Na wewe ndio leo ujinga wako. Mary on the beat, baby. Ndoa ya mateso, ya mateso. Hii ndoa ya mateso, nimechoka. Ndoa ya mateso, ya mateso. Mwenzenu nimechoka. Ndoa ya mateso, imenichosha. Hey, dada iko jikoni inachemka. Ndio tumekutana kaka, siku yenyewe shemeji yako nikutana naye kule, akaanza kuniambia kwamba wewe ni mume wa mtu. Mimi ni mume wa mtu? Kuanzia lini? Sijui. Kwa vile tumekutana leo, inabidi uniambie ukweli, wewe ni mume wa mtu. Shema anatafuta kitu, alafu vile vile amekwambia na sio hivyo tu, alinipiga. Sasa hii ni awamu ya kuonyesha upande wangu wa pili, na atanijua mimi ni nani. Unajua mtu unaweza ukamnyenyekea kabisa, ukamnyenyekea akakuona upo rahisi sana, yani kugeuza kama chapati. Sasa nakwambia nitamuonyesha mimi ni nani. Sasa jifanye yeye ni mbabe, mimi ni mbabe zaidi yake. Nakwambia hivi happiness mimi nitamuonyesha. Unaweza kuwa nakunyanyasa hivi mama ukata makofi nini. Nisimwambie mume wake, atakuta nimemchanganya kama chapati yani. Sielewi yani ile siku sijui itakuwaje. Kwa kweli kaka yangu, sema hiyo siku mwenyewe alivyonitandika hicho kikofi, nilitamani kumpiga, sema tu ndio hivyo. Nilimwachia Mungu yote, nikasema pote la pote. Wewe acha nikwambie kitu kimoja, sawa? Mimi nitalishughulikia, sawa? Usijali. Haya, haina shida, lakini kamwambie kwa siku nyingine ajipange, asiendelee kunifuatilia mimi. Basi sawa. Haya, haina shida, wewe kamwambie huyo shemeji yako ajipange, hata kunifuatilia. Haya, mimi naenda. Haya basi, haina shida. Hapa inatakiwa nisimame kama mwanaume. Ila fresh nitamuonyesha upande wangu wa pili mimi ni nani. Shem, sitapenda. Hujapenda nini? Sitapenda nakwambia. Hujapenda nini? Sasa ndio kitu gani hicho? Kitu gani kitu gani kunipigia rafiki yangu? Wewe, sasa wewe nakuacha na wewe. Nimekupiga na wewe sasa. Umenipiga? Nimekupiga. Umenipiga? Sasa ulifanya kitu gani? Thubutu wewe.